Sasa picha linaanza, kuna bi mkubwa mmoja anarudi nyumbani kutoka safari. Huyu bi mkubwa jina lake muite Auntie Chisholm. Nyumba ni kali sana, maana yake hawa watu wana maisha mazuri. Sasa akifika sebuleni anakuta vitu vimetupwa kila sehemu. Mara kuna nguo za kike, mara kuna viatu vya kike, wakati anajua kabisa humo ndani anaishi na mtoto wake wa kiume tu ambaye anaitwa Alex. Moja kwa moja bi mkubwa akajua Alex ameshaanza mambo yake. Akaanza kumuita kwa makelele, "We Alex, Alex!" Huko anapanda ngazi kumfuata chumbani kwake. Bi mkubwa akiingia chumbani kwa Alex, anamkuta Alex mwenyewe amelala ametulia, wala hana muda. Pembeni kuna toto moja kali sana imepoa pale. Wamesinzia baada ya shughuli pevu. Auntie Chioma alimwamsha kama vita vile. Akamwambia, "Yaani nimesafiri siku mbili tu. Huku nyuma ukaamua kuoa, si ndio? Hebu mwangalie mwanamke mwenyewe. Huyu atakufikisha wapi? Haya, nakupa dakika 30 tu. Huyu mwanamke awe ametoka humu ndani. La sivyo utaniita jina langu la utotoni." Alex alikuwa anatikisha kichwa tu. Maana yake alijua kibishana na Auntie Chisholm kimemramba. Sasa na hayo ndio alikuwa maisha ya Alex. Yeye ni mtu wa totos. Sasa leo Auntie Chisholm alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Alex akamfuata akamwambia kwamba alikuwa na shida na hela. Kuna mchongo fulani anaosikilizia anataka kausovu. Leo bi mkubwa akamkazia. Akamwambia, "Mchongo gani wewe unasikilizia? Kazi umekataa kufanya. Unategemea tu nikupe hela. Kanisani pia hutaki kwenda." Sasa Alex akaona hapa akibishana na bi mkubwa apate chochote. Ikabidi tumie namna nyingine. Akaanza kumsifia mama yake. Bi mkubwa leo umewaka hatari. Yaani leo kwa kanisani kitaumana. Kwanza kusifiwa bi mkubwa akalegea. Akamwambia, "Basi usijari, hiyo hela nakutumia." Huyu ndo Alex, mtu wa michongo. Okay, kama kawaida, hii ni movie recap kutoka Movies Chamber 101. Mimi ni Sam Rusasa. Kama bado hujasubscribe, usisubscribe button, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka movie kali kama hizi zikufikie kwa wakati. Twenzetu. Sasa upande huu kuna binti mmoja alikuwa ametoka Marekani amekuja Nigeria. Alikuwa na zaidi ya miaka 5 nje ya nchi. Sasa hapa alikuwa amemchukua dereva taxi amtoe airport ampeleke nyumbani kwao. Kwa bahati mbaya, njia ya kwenda kwao haikumbuki vizuri. Dereva taxi akamchukua akaja kumwacha njiani. Huyu dada anaitwa Sharon. Ni mtoto mmoja mrembo na wakishua. Sharon akatoa noti 3 za dola 100, maana yake dola 300. Kibongobongo ni $600 na upuuzi hiyo. Cha kushangaza, dereva taxi akakataa. Akasema, "Mimi sitaki hayo makaratasi. Nipe hela yangu. La sivyo kitaumana hapa." Sharon akamwambia, "Hizi ni hela nyingi sana kulinganisha na hiyo 35 unayonidai wewe." Lakini mwamba kakaza. Muda sio mrefu, mwamba Alex akaja pale. Anasukuma chuma kali aina ya Mercedes Benz. Akaja kauliza shida ni nini hapa. Ile dereva taxi akamwambia Alex kwamba huyu nimembeba, hataki kunilipa. Alex hakutaka maelezo mengi. Akauliza kiasi gani unamdai? Mwamba akasema 35 tu. Aya, tia namba hapa nikutumie hela yako. Alex akamlipa dereva taxi, alafu akamwambia Sharon, "Usijali. Unakokwenda mimi nitakupeleka mpaka mlangoni." Sharon akaona kwamba mwanaume si ndo huyu sasa. Safari ikaanza kuelekea nyumbani anakoishi Sharon. Njiani stories zilikuwa nyingi sana. Sharon akamsifia Alex kwamba ana gari kali sana. Lakini Alex akawa anajitapa zaidi, anasema kwamba hii gari ya kawaida sana. Na kwanza ameshaichoka. Kwa hiyo anataka auze hii anunue gari nyingine. Lakini Sharon akamwambia kwamba hauna haja ya kubadilisha gari. Hii gari naijua ni nzuri sana. Kwa sababu hata mimi nyumbani kwetu nina gari kama hii. Basi stories zikaendelea mpaka ukafika mtaa anaoishi Sharon. Cha kushangaza, mtaa huo ndio mtaa ambao anaishi Alex. Lakini kama haitoshi, Sharon akamwelekeza Alex mpaka nyumbani kwao. Alex ilibidi aanze kuuliza mara mbili. "Una uhakika hapa ni kwenu?" Sharon akasema kwamba hapa ndo kwetu. Cha kushangaza, Auntie Chisholm alikuwa yuko nje anawasubiria. Maana yake nyumbani kwa kina Sharon ndio hapo nyumbani kwa kina Alex. Sharon alivyomwona Auntie Chisholm akamfuata akamkumbatia. Auntie Chisholm akamwambia kwamba ulisema unakuja wiki ijayo. Ningejua unakuja leo ningekuja kukupokea. Sharon akasema hakuna shida. Kuna dharura ofisini ndio maana nimekuja haraka. Auntie Chisholm akashangaa. "Kwani unafahamiana na mwanangu Alex?" Sharon akashtuka kwamba Alex ni mwanao, na hapo ndio akakumbuka kuuliza gari yake iko wapi. Auntie Chisholm akamwambia, "Gari yako si hapo umekuja nayo." Kumbe muda wote huo Alex alikuwa anatamba na gari ya Sharon. Aibu zilikuwa nyingi sana pale. Baada ya kuingia ndani, kwa sababu Sharon ndo mwenye nyumba, akapitiliza moja kwa moja mpaka kwenye chumba chake. Na huko ndo alikutana na vituko. Akakuta kuna pisi moja kali sana ipo kitandani imejitandaza. Kama iko nyumbani kwake vile. Ikabidi aulize, "Wewe ni nani na unafanya nini hapa?" Ile pisi kali na yenyewe inamuuliza, "Kwani wewe nani?" "Hapa ni nyumbani kwa boyfriend wangu."
Sharon hakutaka kubishana, ikabidi ashuke haraka kuja kumwambia Alex, chumbani kwangu nimekuta mwanamke. Anasema kwamba hapa ni nyumbani kwa boyfriend wake. Mama yake Alex alichanganyikiwa zaidi. Yaani umeleta wanawake tena hapa? Kumbe Alex naye wala alikuwa hajui kwamba ile piskali imerudi tena. Yaani kwa Alex pisi zilikuwa hazielewi. Jamaa ikabidi aende haraka kuichomoa na kuitupa nje. Manake tayari hii ni aibu sasa. Sharon alikuwa amewaka balaa. Miaka yote ambayo alikuwa nje ya nchi, alikuwa amemwacha mama yake Alex kama msimamizi wa hii nyumba. Wazazi wake Sharon wote wawili walifariki kwa ajali. Kwa hiyo yeye ndio akabaki msimamizi wa mali zote. Sharon hakutaka maelezo. Akamwambia Alex, unaondoka nyumbani kwangu sasa hivi. Sitaki kukuona. Hauwezi kuwa unadanganya watu kama mali zangu ni za kwako. Tafuta pa kwenda. Mambo yalikuwa yamemchachia Alex. Lakini mzazi ni mzazi. Auntie Chisholm alimuonea huruma mwanae kwa sababu alijua kabisa Alex hana pa kwenda. Ikabidi aje kumwombea msamaha kwa Sharon. Akamwambia Sharon ni kweli Alex amekosea sana, lakini akimtupa nje hana pa kwenda. Atajitahidi kubadilisha tabia yake na hata kuwa kama alivyokuwa mwanzo. Sharon akasema kwamba hakuna shida, lakini siwezi kumwacha endelee kukaa hapa siku zote. Kwa hiyo Alex atakaa hapa mpaka mwisho wa mwezi. Baada ya hapo atafute pa kwenda. Bibi mkubwa alishukuru sana kwa sababu alijua muda huo Alex atakuwa amepata cha kufanya. Sasa baada ya Alex kuona kwamba nyumbani hapakaliki, ikabidi atoke aende kwa rafiki yake ambaye anaitwa James. Alex na James wamesoma pamoja masuala ya IT, maana ni wataalamu sana wa masuala ya kompyuta. Na kwa muda sasa wamekuwa wakitengeneza mfumo fulani wa kompyuta ambao wanaamini siku moja utawaingizia hela nyingi sana. Muda sio mrefu, bibi mkubwa akampigia simu Alex kumuuliza yuko wapi. Alex akasema yuko kwa James. Bibi mkubwa akamwambia kwamba ameongea na Sharon na amempa muda mpaka mwisho wa mwezi. Baada ya hapo ndio ahame. Alex akasema sawa, lakini leo hawezi kurudi nyumbani. Atalala huku kwa James. Bibi mkubwa akasema subutu yako. Nakupa muda mchache sana au umefika nyumbani hapa. La sivyo usirudi kabisa. Alex hakuwa na namna. Ikabidi tu aondoke kurudi nyumbani. Lakini kwa sababu ni usiku sana, ilibidi amwombe rafiki yake amwazime pikipiki yake. Manake ndio hivyo, gari lishanyang'anywa tayari. Nyumbani Sharon alikuwa amemkazia wala haongei chochote. Siku iliyofuata Sharon kama kawaida kajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Kwa bahati mbaya, kumbe Alex ndiye alikuwa mtu wa mwisho kutumia hiyo gari. Na baada ya kuitumia wala kusema kwamba mafuta yameisha. Kwa hiyo Sharon akiwa barabarani, gari kaisha mafuta. Kiasi kwamba mpaka anafika kazini tayari alikuwa ameshachelewa sana na akashindwa kuhudhuria kikao cha muhimu sana. Alivyorudi nyumbani jioni alikuwa amewaka balaa. Akamwambia Alex kwamba ujinga wake umemfanya akashindwa kukutana na mteja wake wa muhimu sana. Sasa kama maisha yake yatakuwa ni ya kukaa kuangalia TV hapa, watashindwana mapema sana. Alex wala hakusema chochote. Alikaa tu anatoa macho pale. Sasa leo asubuhi Sharon alikuwa ametoka kwa ajili ya kwenda kazini kama kawaida. Lakini kwa bahati mbaya, kama unavyomjua Mjerumani, muda wote tu anaweza kakataa kuwaka. Kwa hiyo leo gari kagoma kuwaka. Auntie Chisholm akaja kuuliza vipi, kwani shida ni nini? Sharon akamwambia kwamba gari imekataa kuwaka na alikuwa na haraka sana ya kwenda kazini. Auntie Chisholm akasema wala usijari, ngoja nimwambie Alex, yeye atajua cha kufanya. Bibi mkubwa akaenda haraka akamwamsha Alex. Akamwambia mwenzio gari imekataa kuwaka uko nje. Nataka utoke uende ukajua ataendaje kazini. Sikai hapa na watu wavivu mimi. Alex akakuwa na namna. Ikabidi tu aamke aende akasaidie mambo. Sasa kwa sababu alijua gari itachukua muda mrefu kutengamaa, akaamua kumpeleka ofisini kwa kutumia pikipiki ya rafiki yake ile aliyoyazima. Sharon mtoto wa kishua hakutaka kabisa kupanda ile boda, lakini mwamba akamwambia, "Hiyo sasa ni shauri yako. Maana yake wewe ndio umechelewa kazini. Haya, mimi naenda zangu kulala." Sharon ilibidi akubali tu kupanda kwenye ile pikipiki, lakini alikuwa mwoga sana. Sharon alivyofika ofisini akakutana na msaidizi wake ambaye anaitwa Vanessa. Vanessa mkubali kabisa Alex. Alikuwa anasema Alex ni kama kupe, yana anahuganda mpaka wa kunyonye damu. Vanessa akamwambia Sharon awe makini sana na Alex, lakini Sharon akasema kwamba yeye yuko sawa na Alex akishamaliza mwezi wake mmoja tu anachomoka. Basi siku iliyofuata asubuhi kama kawaida, Sharon akatoka kwa ajili ya kwenda kazini. Leo akamkuta Alex amesimama pale nje ameegemea gari. Leo kuna nini tena? Alex akasema hakuna shida yoyote, lakini leo ameamua yeye mwenyewe amuendeshe kumpeleka kazini. Lakini Sharon akasema yeye anaweza kuendesha gari vizuri tu. Alex akasema hakuna shida, najua unaweza, lakini nimeamua kukusaidia tu ili nikiwa na kuendesha wewe unafanya kazi, unajibu email, mambo yanaenda. Sharon akaona hakuna tatizo, lakini akamwambia usizoee sasa. Mwamba akampeleka mpaka kazini. Baada ya kufika kazini, Vanessa hakupenda kabisa ile kitu. Akamwambia Sharon kwamba kwa hiyo siku hizi Alex ndio dereva wako. Amini usiamini, Alex hana mpango kuondoka nyumbani kwako. Wewe tu utaki kukubali hicho. Lakini Sharon akamtetea Alex kwamba hii ni ya siku moja tu na ule mwezi mmoja aliyompa ukiisha tu Alex ataondoka. Basi leo akiwa nyumbani, Alex akiwa chumbani kwake, akaanza kusikia purukushani huko gorofani.
ikabidi atoke aende kuangalia kuna shida gani. Alipofika kwenye ngazi akamkuta ni Sharon anashusha bonge la begi, yani begi ni kubwa kichizi, anajaribu kulishusha kwenye ngazi. Alex ikabidi aulize, kwani humu umeweka nini wewe? Sharon akasema kwamba hizi ni nguo na viatu ambazo hajazivaa kwa muda wa miaka 3 sasa, kwa hiyo anaenda kuzitoa kwa watoto yatima na watu wenye uhitaji. Jamaa akasema hakuna shida, ngoja nikusaidie, usije ukatufia mtoto wa watu bure. Mamba akachukua akaenda akapeleka mpaka kwenye gari, alafu akaenda pamoja. Sasa wakiwa njiani, huku stori nyingi zikiendelea, kwa bahati mbaya ile niga yao ikaharibika tena njiani, kwa hiyo wakawa wamekwama. Ikabidi Alex ampigie simu fundi kwa sababu shida ilionekana kuwa ni kubwa. Kwa hiyo safari ikawa imeishia pale pale, wakatafuta usafiri mwingine, wakarudi paka nyumbani. Sasa wakati wanaingia ndani, stori zilikuwa nyingi sana, yani wanaongea wamefurahi sana kama watu ambao wanafahamiana kwa miaka mingi kwelikweli. Kuja kustuka, kumbe bibi mkubwa alikuwa amekaa kwenye kochi anawasubiri. Alivyoangalia jinsi wanavyoongea akajua hapa kuna kitu. Sharon akaondoka kwa aibu sana, akaenda chumbani kwake. Aunt Chisholm akamkamata Alex mkono akampeleka jikoni haraka sana. Alipofika huko akaanza kumuuliza, una shida gani wewe? Kwa hiyo umeona wanawake wote hawakufai, sasa unataka ucheze na mtu ambaye anatuweka ndani eh? Alex akajitetea kwamba wala hakuna chochote, sisi ni marafiki tu. Aunt Chisholm akamwambia, ukijaribu kufanya mambo yako ya ajabu kama unavyofanya kwa hao wanawake wengine, utanitambua mimi nani. Siku iliyofuata, wakati Sharon anatoka kwenda kazini, gari ilikuwa bado haijarudishwa. Kwa hiyo ikabidi Alex ambebe kwenye bodaboda kama kawaida ampeleke kazini. Wakati wanaondoka, bibi mkubwa alitoka akawaona wanavyoondoka. Akajua kabisa Alex hapa anataka kufanya mambo yake ya ajabu. Akasema, Mungu wangu, nimekwisha mimi. Huyu mtoto anataka tuanze kuishi mitaani. Oi, yani Alex, tukifukuzwa hapa utanijua kama mimi ndo mama yako. Bibi mkubwa alikuwa na wenge hatari. Sasa Alex alivyompeleka Sharon ofisini, akirudi nyumbani akamkuta mama yake yuko chumbani kwake, yuko anakunja nguo zake, anazitia kwenye begi. Alex akaanza kuuliza, vipi bibi mkubwa, kuna shida gani? Bibi mkubwa akasema, nakunja nguo zako, upaki vitu vyako uondoke hapa. Wewe unataka kutuletea matatizo humu ndani. Unataka umfanye Sharon kama unavyofanya wanawake wengine ili tufukuze hapa. Hapa ukai. Alex akawa anajitetea kwamba hakuna kitu kibaya kitatokea, lakini bibi mkubwa akawa haelewi. Ikabidi Alex akubali tu kwamba ataachana na Sharon kabisa, hata leta kabisa stori za mahusiano. Kusikia hivyo, bibi mkubwa akalegea. Sasa leo Alex alikuwa anatoka anakwenda kwenye interview kwa ajili ya kupata kazi. Amekuwa akitafuta kazi kwa muda mrefu sana, lakini bado hajapata. Akamuaga mama yake vizuri tu, akamwambia, mama, niombee huko nakoenda mambo yaende vizuri. Mama yake akamwambia, usijali kabisa, mimi napiga maombi, kila kitu kitaenda sawa. Kwenye interview alikuwa haendi peke yake, alikuwa anakwenda na rafiki yake ambaye ni James, lakini kwa bahati mbaya mambo hayakwenda vizuri. Kwa hiyo kazi wakawa wamekosa. Ikabidi wakubaliane tu kwamba cha msingi hapa ni kuendelea kutengeneza ule mfumo ambao wamekuwa wakiutengeneza kwa muda mrefu sana. Inawezekana siku moja ukawalipa. Basi baada ya hapo, kwa unyonge sana, Alex akarudi nyumbani. Alivyoingia, Sharon na mama yake walikuwa wamekaa sebuleni, lakini kwa jinsi walivyomwangalia tu wakajua huko mambo hayakwenda vizuri. Jamaa akapitiliza moja kwa moja mpaka chumbani, hakusema na mtu. Sasa baada ya hapo, Alex alikuwa ni mtu wa mawazo sana, muda wote anawaza kwa sababu anahisi mambo yake hayaendi sawa, na mpaka hapo hajui nini afanye ili kubadilisha maisha yake. Stress zilikuwa nyingi kiasi kwamba mpaka Sharon akaanza kumwonea huruma. Basi bana, leo ilikuwa ni jioni. Sharon alishuka ngazi na makablasha yake mengi ya ofisini kwa ajili ya kufanya kazi. Akakaa kwenye kochi, huku upande wa pili Alex alikuwa kwenye simu anaongea na mtu. Alivyomwona Sharon amekuja, jamaa akaachana na simu, akaja kukaa na Sharon pale. Sasa Sharon alikuwa ameshahisi kabisa akimwendekeza huyu Alex hachomoki kabisa hapa, lazima ataliwa. Kwa hiyo ikabidi tu ajikatae, akabeba vitu vyake kwa ajili ya kurudi chumbani kwake. Lakini Alex akamfuata, akamuuliza, vipi, mbona kama unanikwepa? Sharon akakataa, akasema hamkwepe wala nini, anaenda kufanyia kazi chumbani kwake. Lakini akiwa anaongea pale, mwamba akamsogelea, akampiga bonge la busu. Sharon akabaki ametoa macho tu, haamini kilichotokea. Akamuuliza, kwani umenibusu? Jamaa akamsogelea, unasema? Lakini hata kabla hajasema kingine chochote, akamtia busu lingine. Sharon alikosa maneno, akiwa ametoa macho akapanda ngazi kurudi chumbani kwake. Mwamba karudi akapoa, akaendelea kuangalia TV. Usiku huo mambo yalikuwa ya moto, hakuna aliyelala. Kila mtu alikuwa chumbani kwake anamwaza mwenzake usiku kucha. Lakini kuanzia hapo mambo yalibadilika. Kesho yake asubuhi, Sharon aliamka kama kawaida, akajiandaa kwenda kazini. Alex akatoka chumbani kwake, lakini leo badala ya kumsalimia kwa maneno, akamtia bonge la busu, kiasi kwamba Sharon akashtuka. Akamwambia, mama yako kitukuta hapa wewe, utaniletea matatizo mimi. Na kweli muda sio mrefu Aunt Chisholm akatoka. Kwa hiyo wakajifanya kama hakuna kilichokuwa kinaendelea. Kwa aibu sana, Sharon akajikataa, akasema anaenda zake kazini. Huku nyuma Aunt Chisholm akamwambia Alex kwamba akiendelea na huu puuzi anafanya, basi atamtia upawa wa kichwa.
lakini Alex haelewi wala nini, tayari ameshapenda. Mchana ulivyofika, Alex akamfuata Sharon ofisini, akamwambia nimeshindwa kabisa kukaa mwenyewe, asubuhi uliondoka mapema sana, kwa hiyo nimekuja kukuchukua nikupeleke lunch. Sharon mwenyewe ameshaanza kulegea, penzi limemuingia, kwa hiyo wala hakusubiri muda mrefu, akamwachia maagizo msaidizi wake na muda huo huo akatoka. Penzi limeanza kunoga sasa. Penzi lilikuwa la moto sana kiasi kwamba muda wote wanataka kuwa pamoja. Leo ilikuwa ni usiku wa kuamkia birthday ya Alex. Sharon akamuuliza Alex, haya birthday boy, unataka nini kwa ajili ya birthday yako? Mwamba akasema yeye wala hataki mambo mengi, anachokitaka ni kuwa pamoja na Sharon basi, hataki vitu vingine. Sharon akasema sio kesi, fuate. Basi wakaenda chumbani na kwa mara ya kwanza Alex na Sharon wakalala kitanda kimoja. Walifanya nini? Usiniulize. Sasa siku ilikuwa inaenda vizuri sana. Sharon akaamua kumwagizia zawadi mpenzi wake ambaye ni Alex. Muda sio mrefu wakasikia mlango unagongwa. Mama yake Alex kaenda kufungua mlango, lakini Sharon akamkatisha, akamwambia usifungue, namjua anayegonga. Kwa bibi mkubwa akaacha akaondoka zake, kwa sababu Sharon alijua kwamba hii ni zawadi ambayo yeye amemwagizia Alex. Lakini cha kuchangaza, akaingia mwanamke mwingine huko anasema happy birthday mpenzi wangu Alex. Sharon akashangaa, kwani wewe nani? Yule binti akajitambulisha kwamba yeye ni mpenzi wake Alex. Vipi? Kwani Alex anaishi hapa? Sharon alibaki ametoa macho tu. Muda sio mrefu akaingia mwanamke mwingine tena, na yeye ameshika zawadi, anasema kwamba hapa ni kwa mpenzi wake na amekuja kumwona. Mpenzi mwenyewe ni nani? Alex. Sharon alishiwa pozi. Sasa wale wanawake wawili wakaanza kuulizana wao kwa wao, kwani wewe ni nani na wamekuja hapa kufanya nini? Kila mmoja anasema kwamba Alex ni mpenzi wake. Basi zikaanza kupigwa pale, wanavua na mawigi, wanatia na makonde. Kelele zilikuwa nyingi sana, ikabidi mama yake Alex pamoja na Alex waje wawachanishe. Baada ya hapo wakawatupa nje, lakini muda wote huo Sharon alikuwa amekasirika sana, yani hataki hata kuongea. Alex akamfuata chumbani ili ajielezee kwamba wale wanawake alikuwa nao zamani, lakini tayari ameshaachana nao. Sharon hakutaka maelezo, akamwambia ninachokitaka mimi ni wewe uondoke sasa hivi, sitaki kukuona tena. Alex alijaribu kujitetea lakini haikufanya kazi, ikabidi tu aondoke pale. Kesho yake Alex alimfuata Sharon ofisini kwake kwa ajili ya kumwomba msamaha. Alijaribu sana kujielezea lakini mwamba hakueleweka. Sharon akasema kwamba hawezi kuendelea kuwa naye na wala hataki kumuona. Kwa cha msingi yeye akaendelea tu na maisha yake. Sasa pamoja na kumfukuza Alex, Sharon alikuwa na mawazo sana muda wote kwa sababu tayari alikuwa ameshampenda Alex. Mawazo yalikuwa ni mengi kiasi kwamba muda mwingine alikuwa ni mtu wa kulia tu. Mama yake Alex ndio akawa na kazi ya kumbembeleza. Upande huu Alex yeye alikuwa amehamia kwa rafiki yake ambaye ni James. Muda wote akaamua kufanya kazi, kuandaa ile application ambayo wanataka siku moja waiuze. Maana yake bila hivyo mawazo yangemtoa roho, kwa sababu muda wote huo chakula kilikuwa akiliki wala hawezi kufanya kitu kingine chochote. Sasa leo Vanessa na Sharon walikuwa wako nyumbani kwa Sharon. Vanessa kabidi amwambie bosi wake kwamba inaonekana Alex unampenda sana. Maana yake sijawahi kuona na mawazo kwa ajili ya mtu mwingine kiasi hiki. Kama unampenda, wewe msamehe tu, muendelee na maisha. Watu huwa wanabadilika. Sharon alikuwa hajui cha kufanya. Wakiwa wanaongea pale, muda sio mrefu akasikia mlango unagongwa. Sharon akaenda kufungua, na hapo akakutana uso kwa uso na mwamba Alex. Alex akaanza kuomba msamaha upya kwamba ni kweli amekosea na kwa sasa hivi mambo yake hayajakaa vizuri, lakini tayari amebadilika na kama kumpenda anampenda kichizi na yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Mwamba akatoa maua. Kuona maua, mtoto akaanza kulainika pale, na baada ya kutiwa busu moja, Sharon akasahau kila kitu. Kwa hiyo penzi likarudi kama mwanzo, makumbato yakawa mengi, kila kitu kikawa sawa, kiasi kwamba hata bi mkubwa alivyokuja leo hawakuvunga, wakaendelea na mahaba yao kama kawaida, kuonyesha kwamba wamedhamiria kupendana moja kwa moja. Sasa na hapa ndo movie inaishia. Movie ni kali sana, inaitwa Awakened Love. Link ya movie nimekuwekea kwenye description. Sasa kwenye comments utaniambia, ni sahihi kuna mwanamke ambaye anakuzidi kipato? Unaweza kujiunga na grupu letu la Movie WhatsApp bure kabisa kwa kutumia link ambayo ipo kwenye description na kwenye comments, au unaweza kutuma neno niunge kupitia hii namba, na moja kwa moja utakuwa karibu zaidi na familia kubwa ya Movies Chamber 101. Usiache kuangalia video zetu zilizopita na zinazokuja. Mimi ni Sam Rusasa na hapa ni Movies Chamber 101.